Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mama mmoja miaka kadhaa iliyopita, japo sasa amekufa, yule mama alikuwa ameolewa, aliishi na mume wake. Baada ya miaka kadhaa akamchukua mdogo wake, akawa anakaa naye mdogo wake, alafu akamtafutia shule, akawa anasoma. Ile binti akaendelea kusoma, akaendelea kusema. Kumbe mume wake yule anamtaka yule binti. Dada yake amemwamini kwamba hawezi akafanya kitu chochote, na huyu si shemeji yake. Amemwamini. Kwa mara kadhaa alisafiri, hakuwa na mashaka kwa sababu amemwamini mdogo wake, lakini amemwamini na mume wake. Unajua, kumbe yule mume wake akaanza kutembea na yule mdogo wake. Baadaye akapata ujauzito. Akashangaa sana. Nilimuuliza yule dada, ilikuwaje huyu mdogo wako mpaka apata ujauzito wakati we upo? Akasema nilimwamini sana. Ananieleza yeye mwenyewe, nilimwamini sana. Sasa kilichotokea, ilibidi yule mdogo wake aolewe na huyu mwanaume. Yule dada akazira, akaenda kwao, lakini mambo yakawa magumu, ikabidi arudi. Kwa hiyo wakawa wake wawili, mdogo mtu na dada mtu. Ila sababu ya yote haya kutokea, alimwamini kwamba huyu mdogo wangu hawezi akanifanyia hiki kitu, hawezi. Alimwamini. Usimwamini mtu. Watu ni wasaliti. Lazima uwe na nguvu yako ya ziada, uwe na akiba. Sasa nilimwamini sana. Wale walioumizwa ni wale ambao waliwaamini watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana na wewe yamekutokea hayo, si ndio jamani? Hujawahi kusalitiwa? Hujawahi kusalitiwa? Kama hujawahi kusalitiwa, mshukuru sana Mungu. Lakini watu wamesalitiwa na watu wa karibu, wamesalitiwa na ndugu zao, wamesalitiwa na waume zao, wamesalitiwa na wake zao. Na kama hujawahi kupita kwenye eneo la kusalitiwa, muombe Mungu silipitie hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayajua yangu malengo ni mema, siyo mabaya, ili niwape matumaini